akaniambia, pastor, natamani nipeleke ombi langu. Halo? Akasema natamani kile cheti cha ndoa tuwe tuna sign na penseli. Halo? Nikamwambia kwa nini? Ananiambia kalamu haifutiki, lakini penseli nitageuza afu nitafuta. Mungu atusaidie. Jamani, haleluya. Siku moja mama mmoja, nakumbuka nilikuwa niko zamu hospitalini. Nesi akaniita, akaniambia, "Dokta, tazama nilikuwa namzalisha huyu mama, ila tumegundua watoto mapacha wawili wamefariki wote." Niliumia nilivyoona watoto wawili mapacha wanatolewa viungo kimoja baada ya kingine. Moyo wangu ukiona tazama na nikisatisfy pale na kuandika cheti cha kifo, moyo wangu uliumia, lakini kamuuliza Mungu, hii mambo ina maana gani? Hii kitu ina maana gani? Kipindi cha corona, wakati siku moja nimeitwa ya kwamba njoo nyumbani, tumeamka asubuhi, tumekuta mama kajinyosha na tukimwamsha haongei, tunaomba uje. Nikamwambia nesi nenda. Akaniambia no, tunataka daktari uje mwenyewe. Nikachukua stethoscope na baadhi ya kipimo kile cha kupimia oxygen saturation, nikaenda kupima, nikakuta mama amefariki. Watoto wale wakilia kwa uchungu, wakiumia, lakini hawawezi kumrudisha. Kitendawili cha ajabu. Kitendawili hiki najiuliza, Mungu, kwa nini umekiruhusu maishani mwetu? Na ndipo kaniambia, tazama marais wengi wa nchi nyingi, waasisi wengi wa nchi nyingi wakiwa nao wamelala. Kumbe kifo hakijali hata cheo. Akaniambia, tazama matajiri wengi wa nchi, tazama hata nao na hela zao zote imefika sehemu wameziacha, wanakula wengine, lakini wao wamesindikizwa na jeneza tu, magari wameacha, ufahari wao umeisha. Nikatazama nikaona wahubiri wakubwa duniani hata nao wakielekea kuzikwa wakifa. Kumbe hata watoto wanakufa. Kwa nini kifo? Kifo, kifo, kifo. Na ndipo nikaambiwa hata mimi kumbe ni marehemu mtarajiwa. Na ndipo nikaelewa kumbe Yesu kama atachelewa miaka 200, kutano lote nasi tutakuwa tumelala na historia yetu imefungwa. Ikiwa Yesu atachelewa miaka 200, kila aliyekaa hapa ni kweli unaringa, unajiona bora sana kuliko mwenzako, unajiona wewe ni wa maana kuliko mwenzako, lakini wapendwa, saa itafika, mshale utakupiga. Na ubaya Mungu akatuficha. Sijui zamu yangu ni lini, sijui zamu yako ni lini Baba, sijui. Mshale wa mauti utakapogonga moyo wangu, utakapogonga moyo wako mama, baba, je, utaisubiri sauti ya Mwokozi au utaisubiri aibu ya milele? Wakati watu wakizunguka kaburi lako, wakati watu wakizunguka jeneza lako, kipindi ambacho kama ni mama amezikwa na nguo moja na ulikuwa umejaza kwenye mabegi yako manguo kibao, kama ni baba ulikuwa na suti nyingi sana, lakini utazikwa na suti moja. Je, historia yako itakapofungwa, historia yangu mimi itakapofungwa, je, nitaisubiri sauti ya Mwokozi au nitaisubiri aibu
ya milele. Mwanzo 2 mstari wa 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Ndiyo. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia nini wapendwa? Pumzi ya nini? Ya uhai. Pumzi ya uhai, ndiyo. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Kiujumla ni kwamba mavumbi plus pumzi, mtu anakuwa nafsi. Mwanzo 3:3 na 4. Mwanzo 3. Tunaenda kuangalia jambo ambalo kila mmoja hapa lazima alipate. Kama Yesu atakuwa jarudi, kila mmoja lazima limpate. Nasema ndiyo. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu maelezo akiwa Mungu anampatia Adamu na Hawa, ndiyo. Usiyale wala usiyaguse, ndiyo, msije mkafa. Akawaambia msije mkafanya nini jamani? Msije mkafanya nini? Shetani, mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, akamwambiaje? Hakika hamtakufa. Akamwambia ninyi mkifa hamta. Tumsikilize Mungu ama shetani? Tunakufa leo ama hatufi? Siku zote shetani ni mtu anayefanya mambo kinyume na matarajio. Siku zote shetani, Yesu akasema usi, yeye anasema fanya. Usi, yeye anasema fanya. Na ndivyo shetani alivyo. Yesu anasema mtakufa, shetani anasema hamtakufa. Hamtakufa, hamtakufa mkifa. Nyie mkifa hamtakufa, msiogope, hamfi. Sikia mpendwa, mchague Yesu, msikilize Yesu, achana na maneno ya shetani. Haleluya, haleluya. Yes, tuangalie Zaburi 146 mstari wa 3 na 4. Wakati mnaendelea, mwanamuziki maarufu anaitwa Bob Marley ambaye naye pia alifariki wakati akiwa anaenda kuzikwa, alikuwa anakaribia kufa. Alikuwa na kansa ya kidole. Halo? Alikuwa na kansa ya kidole. Wakati akiwa ameenda Marekani kutibiwa, lakini wamesema hatuwezi tena kutibu. Ndipo akaambiwa sasa, mpendwa, utarudi kwenu Jamaika. Akiwa na kansa, nywele zake za rasta zikiwa zote zimeisha, akiwa baki kipara, ameisha, kansa imemfanya amekonda, anarudi Jamaika ili afe. Bob Marley akawaita mtoto wake na mke wake, akawaambia, watoto wangu, fedha haziwezi zikanunua uhai. Na mimi nakwambia maisha yako na yangu ingekuwa yana uwezo kununuliwa na fedha, tusingeshuhudia viongozi wakubwa wakiangamia. Viongozi wakubwa kama Mandela walifariki licha utajiri wao, lakini walifariki. Yesu saidi. Zaburi 146 mstari ule wa nasema, ndio, msiwatumainie wakuu, msiwatumainie wadogo. Watu gani? Wakuu. Ndio. Wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Ndio. Pumzi yake hutoka, pumzi yake hutoka, urudia udongo wake, anaurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Sikia, siku ambayo utakuwa umefariki. Narudia tena, Yesu anasema siku hiyo mawazo yake ufanya nini? Mawazo yake ufanya nini? Yanabaki, yanapotea. Wapendwa, watu wanawadanganya watu. Sasa wameibuka watu mbalimbali wakiwadanganya watu ulimwenguni, sehemu mbalimbali ulimwenguni, Afrika, nchi za Western country, wamekuwa wakiwadanganya watu ya kwamba wakifa bado wanawaza. Unasikia mtu anakuambia twende mwezi wa 12, twende kwa babu kwenye jeneza ya kaburi lake, twende kule tukamwage pombe, tukaweke na nyama ili babu wale. Hey, Yesu anasema siku akifa mawazo yake ufanya nini? Mawazo yake upotea. Wapendwa, sio mimi nimesema, ni maandiko matakatifu. Kitabu cha Zaburi 146 mstari wa 3 na 4 anasema, baba yako aliyekufa juzi, mama yako aliyekufa juzi, binti yako, mtoto wako aliyekufa juzi. Wapendwa, popote pale unaponisikiliza, mtu yoyote aliyekufa, ndugu yako yoyote aliyekufa, siku ile ambayo aliyokufa, Biblia inasema mawazo yake yanatoweka kabisa.
Hivyo usidanganywe. Kama kuna mtu yeyote anakwambia achana kusikiliza, msikilize Yesu na Biblia peke yake. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 4 na wa 5, Biblia inaongea. Wapendwa, shetani siku hizi ametumia watu mbalimbali kupindisha maandiko matakatifu, kupindisha maandiko ya Bwana na kufanya mtu amedanganywa. Mtu akifa bado anaishi. Leo Biblia ina majibu yote, na sikia, usijifungie kwenye boksi. Ikiwa Biblia imesema hivyo, ifuate Biblia na Biblia peke yake. Mhubiri 9 mstari wa 4 na 5. Popote pale unaponisikiliza mpendwa, mlioko hapa katika viwanja hivi na wale wote mnaosikiliza sehemu mbalimbali, fungua Mhubiri 9 mstari wa 4 na wa 5. Ndio, soma msomaji wangu. Nasema, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Ndio. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Sikia, Biblia inasema ni afadhali mbwa yule. Heri mbwa aliye hai kuliko nani? Simba aliye kuliko simba aliye mbona kuna hai tena? Aliye kufa. Heri mbwa aliye nini? Hai kuliko simba aliyefanya nini? Aliyekufa. Yaani simba na ujasiri wake, mnayemwona anatisha, mnamwita ndo king wa porini. Heri mbwa, yule mbwa wako pale nyumbani, ni heri yule mbwa wako kuliko simba aliyekufa. Ndio, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Hata mimi najua nitakufa. Hata wewe unasikiliza hapa kwenye mkutano, unajua utakufa. Na wewe ulioko nyumbani na sehemu mbalimbali mnaponisikia, mnajua ya kwamba hakika utakufa. Utaringa, utavaa vizuri, utatembea na nani. Sikia, mwisho wa yote tunajua siku moja tutalala, tutaingizwa kwenye friji la maiti. Halo? Naomba ni kweli, pinga tu, ila kuna siku tutakubeba, tutakuogesha, haujui neno lolote. Sikia, anasema wanajua watakufa. Ndio, lakini wafu hawajui neno lolote. Lakini aliyekufa anajua neno? Hajui neno. Wapendwa, Biblia inasema aliyekufa ajui neno lolote. Ambaye amekwambia anayekufa sijui anahuzunikaga huko kaburini, aliyekufa sio la kuwazaga, leo Biblia imekwambia, sio mimi wala sio mtu yoyote. Biblia inasema kwamba mtu yoyote aliyekufa hajui neno lolote. Halo? Hajui. Wapendwa, narudia tena, hajui neno. Hajui lolote. Yaani hata kunje siku hizi leo mmekutana hapa kwenye mkutano hapa, aliyekufa hajui neno. Yaani hata kama nyumbani kuna shida ya chakula, aliyekufa hajui neno. Nyumba zake zimeuzwa, aliyekufa hajui neno. Sikia wapendwa, Biblia iko wazi, inasema aliyekufa hajui neno lolote. Simama na Biblia na Biblia peke yake. Haleluya. Simama na Biblia. Yohana 5 mstari 28 na 29. Yohana 5:28 na 29. Wapendwa, tumedanganywa sana. Wapendwa, tumedanganywa sana. Ni wakati wa kusikiliza Biblia inasema nini. Sio kiongozi wa dini anasema nini, sio mama anasema nini, sio baba anasema nini. Imetosha. Ni wakati wa kusikiliza Biblia inasema kitu gani, inasema kitu gani. Kitabu kile cha Matendo 2:29, Matendo 2:34. Soma kwa Yohana 5:28 na 29 kwa haraka sana. Nasema, ndio, mstajabie maneno hayo. Ndio, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Sikia, saa yaja watu wote walioko mbinguni. Wapendwa wanisikiliza popote pale duniani, sikia, Biblia inasema saa yaja ambayo watu wote walioko makaburini, sio walioko wapi? Mbinguni. Na Biblia imesema mtu akifa anaenda wapi? Kaburini. Ndio maana Biblia inasema saa yaja ambayo watu wote walioko makaburini. Wapendwa, mtu akifa haendi mbinguni,
haendi mbinguni. Biblia inasema mtu akifa atabaki makaburini asubirie sauti ya Bwana. Haleluya, endelea. Nao watatoka, ndio wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Sikia, kama ulifanya mema kabla Yesu hajaja, utakuwa wapi? Kama ulifanya mabaya kabla Yesu akaja, utakuwa kabla haja Yesu, utakuwa wapi bado? Sawa sawa. Sasa anasema hivi, rudia hiyo statement. Rudia. Inasema nao watatoka. Watafanya nini? Watatoka, ndio wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Waliofanya mema kufufua nini? Uzima. Ndio. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Sikia, kama utenda mabaya kufufua nini? Wa hukumu. Kwa hiyo sasa hivi, ikiwa ulitenda mabaya, ikiwa ulitenda mema, sikia, wote mnaelekea wapi? Kaburini. Yesu akija, waliotenda mema watapelekwa wapi jamani? Nami nikwambie, ilikuwa haina maana yoyote ya Yesu kuja kama wafu wangekuwa wanaenda wapi? Tuko sawa sawa wapendwa? Kungekuwa hakuna maana yoyote ya Yesu kuja mara ya pili ikiwa kama wafu, mtu akifa anaenda wapi? Mbinguni. Na ndio maana Yesu alisema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnaniamini mimi na mimi na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kwa Baba yangu kuandalia makao, nami nitarudi tena kuwachukua. Halo? Kuwachukua. Kwa hiyo niwaambieni wapendwa, mtu akifa anasubiria Yesu akija. Umetenda mema, ulikuwa mwizi, ulikuwa nani, umekufa, ulikuwa unamtegemea Bwana, umekufa, utasubiria sauti ya Bwana asubuhi njema. Haleluya, haleluya. Tufungue kitabu kile cha Zaburi 115 mstari wa 17. 115 mstari wa 17. Unajua kuna mtu nilikuwa nakacheka sana siku moja, eti unajua ukiwa umetenda mema ukienda kukifa unageuka unakuwa mdudu. Kama ulikuwa unafanya mabaya unakuwa mdudu fulani hivi. Wengine wanadanganyana kwamba ukiwa unatenda matendo mazuri unazaliwa nchi fulani nzuri, unakuwa prince. Wewe kusoma Zaburi 115 mstari wa 17. Inasema, anasemaje? Sio wafu wa msifuo Bwana. Sikia, hey. Sio wafu wanamsifu Bwana. Wewe unayesema tuombee fulani, Biblia inasema mtu aliyekufa hawezi kumsifu Bwana. Wewe ulio hai msifu Bwana. Amen. Jamani, haleluya. Wewe ulio hai, huu ni wakati wako sasa. Ungali unapumua, msifu Mungu wako. Mpendo, unaponisikiliza popote pale, hao waliokufa hawawezi kumsifu Bwana, hawawezi kumsifu Bwana. Biblia imesema, sio mimi. Biblia imesema, ifuate Biblia. Wala wowote washukao kwenye kimya, ndio, bali sisi tutamuhimidi Bwana. Tosha. Zaburi 146 mstari wa 5. Natamani ukiondoka leo, maana kuna dhana zinaingizwa. Ngoja ufe alafu roho iende mbinguni. Si muende mbinguni. Hakuna cha kwenda mbinguni. Ikiwa umekufa unasubiria hukumu yako. Hizo ni mafundisho ya kishetani ambayo yanaingia katika sehemu mbalimbali, yanaingia katika makanisani mwetu. Roho mafundisho ya kishetani. Mafundisho ya Mungu yako wazi na yanasema mtu akifa ni kaburini, hakuna anayeenda mbinguni, hayupo. Narudia tena, mtu akifa haendi mbinguni, anaenda kaburini. Nairudia mara mbili, hakuna. Kama umekufa, subiria hukumu yako Yesu akija. Haleluya. Soma. Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake. Ndio. Na tumaini lake ni kwa Bwana. Ndio. Mungu wake. Ndio. Aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo. Huishika kweli milele. Ayubu 14 mstari wa 12. Je, kuna saa nyingine wanaibisha watoto wao huku duniani? Sikiliza hii. Kuna wakati unashangaa amekufa labda mama. Amekufa nani? Mama au baba. Alafu unakuta wale watoto wanateseka duniani. Ndio sawa sawa. Amekufa mama au baba,
alafu watoto wanateseka wapi? Duniani. Je, yule mama kule kaburini, yule baba kule kaburini anasikia chochote, labda maumivu ya watoto wake? Yeye anasikia chochote kule kaburini? Labda kuna kitu anakisikiaga, labda kitabu cha Ayubu 14. Tutaanza 12 tutaruka tenda 21. Kuna ujumbe wa ajabu pale. Ayubu 14 mstari ule wa 12 na 21. Je, watoto wake? Je, mama ameshafariki, baba amefariki? Unasikia mtu anaenda kaburini, anakuambia ameonewa, anakimbia kaburini, anaanza kulia, mama, mama, nateswa, mama, nimeibiwa, nimechukuliwa, nyumba imechukuliwa, mama, nimechukuliwa ile ardhi, mama, baba. Wewe je, wanasikia chochote? Wana jambo lote la kuhusiana na wewe? Tasikia ujumbe wa leo. Ndio. Tuanza 12:21. Kuna kitu pale. Ndio. Ni vivyo mwanadamu ulala chini, ulala juu. Ndio. Asiinuke. Ndio. Hata wakati wa mbingu kutoweka tena. Kwa hiyo yeyote aliyelala chini, hata unasikia wamefariki sijui wapi na wapi, wamelala wapi? Wamelala wapi? Chini. Hawataamka. Wapendwa, Biblia inasema yeyote aliyelala. Nilikuwa nasikia sote amekufa sio nini. Sikia, Biblia imesema hawataamka. Narudia tena, Biblia imesema hawataamka. Ndio. Wala kuamshwa usingizini. Wala kuamshwa. 21. Sasa hapa ni kwa wale watoto wa marehemu. Halo? Watu wa nani jamani? Wa marehemu. Anda kulia. Jamani, tuacheni kwenda kulia kwenye makaburi. Huyo ameshakufa, anasubiria Yesu afanye nini? Yesu arudi atoe hukumu. Soma. Wanaofikiria heshima. Wanaofikiria nini? Kuna sawa watoto wake wanaweza akawa mawaziri, wakawa wabunge, wakawa na maisha mazuri. Halo? Kuna sawa Kuna sawa watoto marehemu wanaweza wakapata vyeo vikubwa katika nchi, wakawa viongozi, wakawa watu wazito katika nchi, watu wakubwa. Anasema kuna saa watoto wa marehemu watakuwa na vyeo vikubwa. Marehemu anajua? Hajui. Hey my friend, kuna saa sikia, nimeshapata cheo, niende kwa kaburi la baba, nikamwage pombe, nikaike nyama. My friend, Yesu anasema kuna saa utakuwa na cheo. Wewe unanisikiliza hapa kwenye mkutano na kule sehemu mbalimbali unaponisikiliza ambapo sauti hii inapita. Sikia, utafuta cheo chako kikubwa, manager fulani. Yesu anasema baba yako na mama yako hawatajua chochote. Jamani, haleluya. Hawatajua chochote. Alafu kingine, kisha wao waipishwa. Kisha kuna wakati watoto wa marehemu wanaibishwa. Tumeona hatujaona ya mambo? Tumeona hatujayaona? Watoto wa marehemu wanateswa. Watoto wa marehemu wananyang'anywa mali zao. Watoto wa marehemu wanafanyiwa mambo ya kudhalilisha, maana baba na mama ameondoka. Watoto wa marehemu wanalia, baba ameondoka, mama ametuacha, wanalia. Lakini Biblia inasema hata mkilia, inasema hata ukilia, yeye hana habari zao. Yeye hana habari zao. Mama wa marehemu na baba marehemu hawana habari. Wapendwa, mtu akifa habari yake imeisha. Ikiwa kama kuna mtu amekudanganya popote ya kwamba utakufa utaenda mbinguni, umedanganyika. Halo? Ina maana kuitoa somo siku ya leo. Narudia tena. Ikiwa kuna yeyote amekudanganya kwa namna yoyote la kwamba ufe uende mbinguni, Biblia imesema wafu akifa habari yao imeishia hapo, wanasubiria Yesu arudi. Haleluya. Ufunuo. Tumalizie tu katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza 4:16-17. Thesalonike wa kwanza 4:16 na 17. Wapendwa, sijaongea neno hata moja la kwangu. Biblia ndio imeongea.
Mara nyingi watu hawapendi kuyaongea maneno, lakini mpendwa, leo Yesu ameleta hili fungu, ameleta haya maneno kwa ajili yako. Huenda ulidanganywa sana na ulikuwa haujui, watu wakudanganya na ulikuwa haujui, ukajikuta umefanya maamuzi ambayo sasa hivi unajuta, watoto wako wanajuta, maana ulidanganywa ya kwamba huenda labda ukifa utaenda mbinguni, na wakati fulani ukadhani kufa ndo raha, ukatamani kifo. Yesu amesema leo ya kwamba kama ulishakufa imeisha, utakuwa kaburini, usubiri Yesu aje akupe hukumu yako. Kitabu Thesalonike wa kwanza 4:16-17. Nasema ndiyo, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Anasema ile siku ambayo Yesu atakuja, atashuka kutoka mbinguni. Halo, atashuka kutoka mbinguni. Atashuka si peke yake, atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa malaika. Malaika watakuwa wametanda kwenye anga, wakiwa na matarumbeta, wakiyapuliza, wakiwa wanashuka kutoka mbinguni, wanakuja duniani, wanakuja ulimwenguni. Malaika, Yesu anashuka na malaika lake, anashuka na mwaliko wa malaika, wanashuka kutoa hukumu ya mama yako aliyefariki, baba yako aliyefariki, rafiki yako aliyefariki. Yesu hiyo siku anakuja sasa rasmi kutoa hukumu kwa kila mmoja, Yesu anakuja, ndio. Na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Waliokufa katika nani, wapendwa? Watafufuliwa kwanza. Yesu kama umedanganywa leo ufe, alafu uende mbinguni, imekula kwako, umepigwa. Halo? Anasema akishuka kutoka mbinguni, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Wewe leo umeambiwa ya kwamba kufa leo uende mbinguni, umedanganyika. Halo? Sisi ambao bado tumesikia sauti, tuna nafasi ya kubadilika. Jamani, haleluya. Sisi ambao Yesu ameruhusu tusikie haya maneno, Yesu ana makusudi na wewe. Ni wakati wa kufuata Biblia na Biblia peke yake. Malizia. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja na wao katika mawingu, ndio, ili kumlaki Bwana hewani, ndio. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Tutakuwa na Bwana wapi? Milele. Waliokufa, Yesu akija anasema hivi, wale na wale ambao watakutwa hai Yesu akirudi. Tuko sawa sawa? Yes. Wale waliokufa na wale ambao watakutwa hai Yesu ambao ni wale matendo mema, watachukuliwa waende wapi? Sasa wewe umedanganywa leo kufa, alafu twende mbinguni leo, umepigwa. Mwambie mwenzako umepigwa. Halo? Ila wewe ambaye uko hai una nafasi ya kuifuata Biblia na Biblia peke yake. Haleluya. Amen. Umemaliza? Basi farijianeni kwa haya maneno. Farijianeni kwa haya. Jamani, tufarijianeni kwa haya. Na sisi tumefarijiana kwa haya maneno. Jamani, haleluya. Tusimame. Machozi. Get the point. Take a step forward.